Najua kitanda kizai haramu, lakini hiyo mimba sio ya kwangu. Samahani sana Sulia, tangu siku ambayo nimerudi nakosa amani kuona na hiyo mimba. Hivyo niliamua kuchukua kila kitu cha kwangu na pesa ambazo nilikuwa nakutumia. Najua itakuumiza sana. Safari njema. Hii dunia ina watu na viatu. Usihangaike, Mungu ni wa kwetu. Ipo siku utafanikiwa. Pambana na muombe Maulana. Muza karanga, pole ndo maisha. Pole sana. Asante. Pole kwa matatizo. Asante sana. Kila kijaribika kitu nitakupa ofa ukame sime. Asante sana kaka. Ni watu wachache wenye moyo kama wako, ila Mwenyezi Mungu atakulipa tu. Usijali dada, nisikie kama uko nyumbani. Sisi sote ni binadamu. Niomba kwa tone la damu. Si vibaya mimi kukusaidia wewe. Kuwa huru. Nisikie uko nyumbani. Asante sana kaka. Asante. Sleepless Beats. Vipi amekupa ruksa? Amenipa ruhusa madam, mgeni nini shuleni hapo. Sawa. Ndio wacheza juu basi. Njoo. Njoo. Wewe. Aha. Wewe ndio unacheza michezo ambayo sio ya maana. Wewe si unaongea na wewe? Aha, na nini? Hebu njoni. Ni akina nani wale? Wewe si unaongea na wewe? Wale ni akina nani? Naomba usiponiambia nitakufanya kitu kibaya. Wale ni akina nani? Wewe
Afu sikia, mimi naongea na wewe. Ni akina nani wale? Unielewi eh? Sasa ngoja. Sasa wewe leo utanitambua mimi ni nani? Yaani wewe leo ndio utanitambua mimi ni nani? Wewe shenzi sana. Sasa leo mimi nataka tuonyeshe kitu kibaya. Hii dunia ina watu na viatu. Usihangaike, Mungu ni wa kwetu. Ipo siku utafanikiwa. Pambana na muombe Maulana. Muza karanga, pole ndo maisha. Muza karanga, ipo siku yatakwisha. Samahani jirani. Bila samahani. Jirani, habari yako? Safi, sijui wewe. Salama. Jirani, ule wakati nimepita hapa nilikuona unatokea kwenye hiko chumba. Nahisi ndo naishi hapa. Ndo naishi hapa. Sawa. Mimi nilikuwa na shida. Shida gani? Shida yangu, kama ulikuwa na kazi, nilikuwa naomba unipatie ili niweze kupata chakula. Kazi, yes. Hivyo. Nakwenda kunifutia maji pale. Sitaletea ndani. Kwa hiyo utanipatia chakula au utanipatia pesa? Kusema kweli chakula sina, ila nitakupatia 500. Hiyo 500 kwa ndoo ngapi? Kama 10. 10? Basi niongezee 500 nyingine ili iwepo 1000, nionee huruma mwenzako. Wewe unataka kazi ama utaki kazi? Unajua ile inavyotafuta wewe. 500 unaiona ndogo. Kama utaki basi. Kazi naipenda ila nionee huruma. Kwanza hizo ndoo ni nyingi sana. Kwa hiyo niongezee hata 500 tu ili iwepo 1000. Inawezekana. Samahani jirani. Nakuomba niongezee hiyo 1000. Nakuomba. Sawa. Nakuongezea 2 zitakuwa 10. Hiyo buku nitakupatia. Sawa. Of course. Chagua mazingira mazuri sana. Anaona jinsi palivyo safi kabisa. Anaendana nawe kabisa. Ni kweli. Unajua huko Swahilini kuna utulivu sana. Na mimi niseme tu ni kwamba amechagua mazingira mazuri. Japokuwa ni mgeni. Lakini pia madam, mimi naona sisi hatutokwenda mbali sana. Tutaishia tu hapa. Labda siku nyingine tunaweza kuja mbele. Karibuni jamani, hata ndani nimwandalieni juisi na pia kuna maji ya baridi. Mtie baraka kidogo jamani. Eti cha Mpemba au unasemaje? Safi, sio mbaya. Kama juisi, maji, mambo ya kawaida, maana jua kali, kwa hiyo inalana bwana. Eti cha leo unaonaje?
No. Unajua muda umekwenda sana. Madam, mimi naona tungeishia hapa. Siku nyingine tutakuja mwalimu. Si ndio madam? Au unasemaje? Tuishie tu hapa. Sawa. Naamini hata siku nyingine mtaingia hadi ndani mtaandalia biriani, juisi. Hivyo basi. Basi sawa. Sisi tunaishia hapa. Siku nyingine uhakika. Basi poa. Haya. Bye. Asante. Uishi salama. Ya na kampani yako huwa naikubali sana. Lakini mimi nisikupotezee muda kwa sababu wewe una mke. Yaani unaitwa mume. Ama tunasema rijali. Shadeo bwana. Hapana ni champema. Unajua nyinyi Wapemba huwa mambo ya kuchelewa kuoa nyinyi mnaona ni kadhia. Kwa hiyo nisikucheleweshe sana, mimi nikuage naondoka zangu. Sawa, haina shida. Basi sawa. Mimi nashukuru sana. Basi sawa, siku nyingine. Au sio? Haina shida. Haya. Nini tena? Kaka. Kuna jambo? Yaani ile unatoka tu. Nalo jambo nishalikumbuka kichwani mwangu. Mbona ghafla tena? Kaka. Namkumbuka yule madam. Nani? Madam Rita. Sio tunataka kumsindikiza sasa hivi? Yeah. Kaka, Madam Rita. Yaani nitadanganya. Acha niongee ukweli. Madam Rita ni binti moja ambayo mimi ninampenda sana toka mpaka ndani ya moyo wangu. Sija kivipi sasa kivipi? Namaanisha hivi. Yule Madam Rita, yule mwalimu mgeni ambao tumemsindikiza pale, mimi imetokea kupenda. Mbona ghafla sana? Mtu anata hata mwezi hajafikisha. Ndio kwanza tena wiki tatu, 1, 2, 3. Brother, lakini pia isitoshe, achana na hilo. Hiyo sio sababu ya msingi. Wewe ni yaani una mke, unaitwa mume nyumbani. Tena mwanamke wako ni mzuri sana, ana rangi original, nyeupe. Hajanunua dukani, hajakopi popote. Menele amezaliwa nayo, ana uzuri wa kila kitu na anastahili kuitwa mama. Mbona ghafla sana? Why? Kaka, yule mwanamke mimi nilichompendea, wala sisemi kwamba labda shemeji yako hayupo nyumbani na wala si mzuri, ni mzuri, lakini sasa kilichonivutia kwa yule binti, kwanza mzuri, lakini pia sawa, lakini pia yule binti kinachonisababisha nipende, yule binti ana elimu, amesoma. Kaka, mimi nampenda mwanamke ambaye amesoma kaka. Yaani hicho tu ndicho ambacho mimi kilichonitokezea yule binti mimi nimpende. Sidhani kama unalozungumza liko sahihi. Kwanza, laiti kama shemeji yangu angesikia maneno unayozungumza yanatoka kwenye kinywa chako. Kaka, elimu sio upendo. Elimu sio ukamilifu. Kuna watu wamesoma leo wapo. Kuna watu hawajasoma leo wapo. Tafsiri yake ni nini? Kusoma na kuto kusoma vyote ni sawa tu, lakini usisahau kwamba mwanamke mzuri apimwi kwa elimu. Mbona shemeji yangu limuoa? Ina maana unataka kuniambia elimu aliyekuwa nayo shemeji yangu haitoshi kuitwa mama? Haitoshi kuhudumia familia yako? Mpaka leo kaka utamani mtu mgeni? Elimu, education is something that can be learned. Yaani kitu ambacho kinaweza mtu anaweza kusoma kweli. Why? Kaka, usione unaongea huku na cheka. Yaani yote uliyoongea naweza nikasema ni ya point, lakini naweza nikasema ya point, but
shemeji yako ni kweli yuko beautiful, naamini I believe, but yule madam, kitu ambacho kinachonisababisha kwamba nisiwe mvumilivu ni jinsi tu vile alivyo mstaarabu kwa wanafunzi, anafundisha vizuri, lakini achana na mambo hayo. Kaka, wewe mwanaume, yaani vile tu anavyokuwa anatembea, kaka, najikuta nasahau kila kitu. Dada, kumbe unaishi hapa? Sasa mbona kama maji unapeleka kwangu? Wewe si ndio yule ambaye nilikutana pale? Ndio mimi. Sasa imekuwaje? Katika harakati za kutafuta pesa. Katika harakati za kutafuta pesa? Haya maji yamekutuma nani? Wakasema mjamzito haruhusiwi kufanya kazi ngumu. Kuna mdada ambaye amenituma, anaishi kwenye chumba hiki. What? Unamaanisha kwamba aliyokutuma maji huko anakaa huko ndani? Wow. Gifty? Hebu njoo. Mtoto jamani. Wewe fanya haraka bwana. Wewe hivi kwani una akili wewe? Una akili? Unamtuma mtoto wa watu, alafu mjamzito unamwona analii. Wewe umekaa ndani huko unatulia unaangalia TV. Dada, unamtuma maji mandoo yote usinya wewe. Unamtuma maji yote anakaa. Hivi wewe mtoto wewe, mtoto utakuja kwenda jela. Mwaka huu wewe utakuja kwenda jela. Gifty, ina dada ni. Sasa unamwona ina hali yake? Au haya macho yako alikuwa wapi? Unamwona na hii hali yake? Nikusamee nini? Nikusamee nini wewe? Wewe mtoto nitakuja kukuua wewe. Hebu chukua, shika ndoyo. Shamba moja. Wewe. Wow. Dada, nisamee. Yule ni mdogo wangu mimi. Nisamee dada yangu. Pole sana, hujaumia kokote? Hamna, sijaumia kokote. Na tumbo je? Hapana, alinyonga. Pole sana dada yangu, pole sana. Usijali dada. Mbona hii ni kazi kama kazi zingine? Nimependekeza mwenyewe hiyo kazi sababu nilikuwa na shida. Mliadiana shilingi ngapi? Alisema atanipa 1000. Na umechota mandoo mangapi? Hilo ni la 12. Mungu wangu.